Naam mkuu. Kamanda. Naam. Kitu gani? Tunafanya nini? Wahalifu wanajiachia kabisa wanajiachia. Wamefika mpaka kuniulia familia yangu. Hivi wewe uko wapi? Unajua serikali imekupandikiza pale kwa maana gani? Serikali imekupandikiza kwa pale ili siri za wahalifu zote tu tunazipata kwa wakati. Na tunazijua. Leo wanafika mpaka wanafanya mauaji, wanafanya hichi, wanafanya kile. Kama leo wameua katika familia yangu, kesho hawa raia watakwaje? Ni kweli mkuu. Ila mkuu wao alipokuja pale alichukua baadhi ya vijana na kuondoka zao pasipo mimi kupata taarifa yoyote ile. Kwa hiyo pia baada ya muda mimi nikaweza kufuatilia, lakini sikujua wapi ambapo wanaelekea. Kwa hiyo mkuu wangu, nakuomba nisamehe sana jua hili. Hili limeisha. Lakini ningesingependa lijirejee tena tukio jingine lolote la kihalifu. Tupe taarifa mapema. Sawa mkuu. Sisi tumejipanga kwa ajili yao. Tumekupandikiza pale kwa ajili ya kutupa siri za hawa wahalifu. Kwa hiyo nakuomba sana, utupe taarifa mapema, tuendelee kushirikiana na wote tutawashika. Sawa mkuu. Sisi bado tunakuamini. Serikali bado imekuamini. Sawa mkuu. Nakuomba ufanye kazi kwa uadilifu. Sawa mkuu, nakuahidi. Kwa taarifa yote ile nitakufikishia na mapema. Nimekumbuka jambo moja. Kuna jambo moja. Naam. Nimepokea taarifa. Vijana wameleta taarifa kwamba kwenye ngome hawapo. Ni kweli wameondoka. Wameelekea wapi? Ni kweli mkuu, wameondoka katika ile ngome na mpaka sasa hivi wameelekea katika msitu mmoja mkubwa. Ila mpaka sasa hivi bado hajajenga mazingira gani ambao kwa kuishi, bali wapo tu katika ule msitu. Ila pale ambapo kwa tayari watakapoweka ile mazingira, basi mimi nitakuja kutoa taarifa zote. Nitaidi sana unipe taarifa hiyo. Sawa. Baza kazi nao. Nzuri mke wangu, mimi tu hapa. Pole na majukumu. Sawa. Asante sana. Ngoja basi nikakuandalia chakula. Muda huu naona kama si waisa hivyo, sababu na kikao cha dharura muda huu umekuja hapa nibadilishe nguo. Hivi si ndio kwanza unaingia muda huu? Najua majukumu, najua kazi yetu sisi ni mawaziri. Majukumu ni kwa muda wote tunafanya kazi, muda wote. Hatuna muda ile wa kukaa tukarest sana, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Basi. Nipe ripoti. Ripoti ni kwamba mpaka sasa hivi katika kile kitengo bwana wamejiamarisha katika masuala tofauti mbalimbali. Kwanza wanaoletaji wa risasi, la pili wanaoletaji wa madawa ya kulevya, la tatu pia wamejihusisha katika masuala ya ubakaji ya watoto, uhalifu unaendelea. Na tusipokuwa makini, jua taifa letu litazidi kupotea. Nashukuru kwa taarifa, lakini sisi tunatambua kwamba yale makundi tuliokuingiza kwa siri
Yale makundi yanafanya uhalifu, ubakaji, utekaji na uingizaji wa madawa ya kulevya, jambo ambalo serikali yetu haikubaliani nalo. Sasa kuwa makini sana wasije wakutambua, na wakikutambua umekwisha. Sasa jitahidi sana wasikutambue, kwa sababu kazi tunayofanya ni kazi kubwa ya kulinda nchi. Hakikisha tunatokomeza kabisa. Naomba ripoti zije kamili. Sawa. Na kusisitiza tena, fanya kazi kwa uadilifu. Habari? Nzuri. Karibu. Asante. Samani. Kama nakufananisha hivi. Nakufananisha? Yeah. Uliniona wapi labda? Nakumbuka tulishakutana kipindi cha nyuma. Inawezekana? Yeah, ilikuwa ni bichi. Okay. Yes. Unajua umebadilika sana. Yeah, Ndio maana nilikuwa nakuta picha ni nani, lakini nimekufahamu. Ni yule binti ambaye nilikusaidia kule bichi maeneo ya Mtoni, Marini. Sawa sana. Vipi na tunaendeleaje? Habari, tunamshukuru Mungu. Na hapo na ofisini au? Yeah, hapa ofisini, lakini hapo ulipokaa hatuwezi tukamaliza mazungumzo yote. Kwa hiyo mimi ningekuomba uinuke tukaketi pale. Asante, shukrani. Tuinuke tukakae, sio na tatizo lolote. Habari za maisha? Habari za maisha, namshukuru Mungu mpaka sasa hivi niko vizuri. Karibu. Asante. Kama unavyojua na majukumu ya serikali, nimekuja na viongozi ambao wako juu. Kwa hiyo nilikuwa nikusubiria, ila nimekuwa la kheri kwa sababu tumeonana na siku zimekuwa nyingi sana. Yeah, juu kuna kikao kweli nimekumbuka. Ila sikutegemea kukuta hapa. Ila vipi, mbona katika ofisi nzuri kama hii? Ni historia ndefu kweli, ila nitakuhadithia kwa ufupi. Baada ya kumaliza masomo yangu nikaajiriwa hapa. Kwa hiyo mimi niko hapa nafanya kazi hapa, nipo natumikia serikali yangu.
Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo kufika katika muda huu tuliokusudia. Ingawa sio muda sahihi kwa sababu hichi ni kikao cha dharura. Kwa hiyo kwa kuacha familia zenu na kujiunga pamoja na sisi kwa ajili ya kuendeleza taifa letu mbele. Lengo la kikao hichi ni utekelezaji wa majukumu ya kiserikali. Kila mmoja anajua jukumu na nini kinatupaswa tufanye kwa kila siku. Kwa sababu sisi ni maafisa ambao tuliochaguliwa. Kwa hiyo kila mmoja atimize wajibu wake. Kwa hiyo kuna mambo ambayo sasa yanapamba moto katika mitaa yetu kila siku. Swala la unyanyasaji wa kijinsia, masuala ya madawa ya kulevya, na vile vile kuna swala jipya limeingia sasa la uuzaji haramu wa silaha. Kwa hiyo wakuu wasikia na masuala ulinzi hapa, usalama, nikupongezeni kwa majukumu yenu ya kila siku. Mnapambana katika hali ya juu zaidi. Hivi karibuni kila mmoja anajua taarifa zilizotokezea zimemtokezea kamanda wetu mjini kuhusiana na kupoteza familia yake, na maanisha mkewe na mwanawe. Kwa hiyo kamanda, tunakuunga mkono, pole sana kwa swala hili, tuko pamoja na wewe. Kwa kabla sijaongea zaidi, tutamsikiliza kamanda kwa mujibu wa matayarisho ambayo aliandaa sasa kuhusiana na tunafanya nini na tunaliondoa vipi hili swala kwa swala la urais na ukaribu zaidi. Kamanda, karibu. Ndugu afande wenzangu, mheshimiwa tayari ameshaliwasilisha mezani, lakini jana nakumbuka nilitoa ripoti juu ya uhalifu unaoendelea, lakini pia kamanda tayari wameanza ule mchakato wa kuifanyia kazi. Magenge ya uhalifu hivi sasa yamepamba kasi, na kibaya zaidi wanatumia risasi za moto. Hivyo basi, baada ya tukio lililofanya nyumbani kwangu, tumetoa timu ili kwenda kufuatilia, na tumeweza kugundua kambi ambayo walikuwa wakiitumia, lakini kwa bahati mbaya zaidi kambi ile wameshahama. Hivyo basi tuna kazi kubwa ya kutambua kambi mpya ilipo, na hawa watu tuwatie nguvuni haraka iwezekanavyo. Kizuri zaidi kwamba tumewakamata baadhi ya vijana, tayari wapo ndani kwa ajili ya mahojiano, na tunahakikisha magenge haya tutayatokomeza mheshimiwa. Ndugu makamanda wenzangu, kwa hii ripoti naomba kuwasilisha. Shukrani. Haya, kuna mwingine mwenye mchango, mawazo yoyote? Asante Mheshimiwa Waziri kwa kupata nafasi hii ya kuweza kukaa kwenye kikao hiki cha leo, na naomba kumpa pole afande wangu hapa kwa kuweza kuvamiwa kwake na kuuliwa mwanawe na mkewe. Pole sana afande wangu. Pia Mheshimiwa Waziri, uliongelea kuhusu uzalilishaji mtaani, unyanyasaji wa wanawake, watoto. Ni kweli upo na wanazalilishwa, lakini tunajitahidi viongozi kuweza kuwatuma askari wetu na kuweza kulihimili hili tatizo, na tunaweza kusema kuwa tumefikia wakati mzuri, na kuahidi jambo hili halitatokea tena, na pia tutaweza kulidhibiti nchini kwetu kuweza kuondoka zaidi. Shukrani. Mwingine? Nilipokuona kule sikujua kama na wewe ni askari. Ndio. Unajua sisi jeshi la polisi
popote pale ambapo pana raia na mali zao tunakuwepo. Kwa hiyo kikawaida hatutambulikani kirahisi, kwamba tunaendelea tunapambana na majukumu yetu ya uhalifu, na sasa wahalifu tunapambana nao kwa kila siku na mchana, na tunaomba tupatie visaidizi zaidi katika kazi zetu za kila siku, kama tupatie mbwa, magari, silaha, kwa sababu sasa hivi tumesikia wamepata ngome nyingine mpya wahalifu. Wanatupiga vita sisi, lakini na sisi pia tunapambana nao ili kulinda jamii yetu, kwa sababu sasa hivi kila siku zikenda tunasikia uzalilishaji unazidi, wafuta bangi unazidi, walaunga, na sisi hatuchoki kwa hilo, na vile vile naomba tusaidie kwa hilo. Mwingine kamanda huko? Asante sana Mheshimiwa Waziri, na pia napenda kumshukuru kamanda wangu wa kazi, kamanda mkuu wa mkoa. Kabla ya kuendelea na maombi au maelezo yangu, napenda kwanza kumpa pole kamanda wangu hapo kwa kuondokewa na familia yake, akiwemo mke na mtoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunaomba vifaa vya utendaji kazi katika hichi kitengo cha intelijensia ili tuweze kupambana na wahalifu pamoja na uhalifu unaofanyika ndani ya nchi yetu. Ni hivyo tumeshika. Shukrani. Basi sawa, kiongozi anashuka. Kwa hiyo mimi nahisi muda mwingine. Asante sana bwana. Karibu. Asante sana, shukrani. Kwa kumalizia, kamanda, na kuagiza ili swala haraka iwezekanavyo limalize, ili kila mmoja awe na uhakika bila matatizo, aishi vizuri kwa salama na usalimini. Kila la kheri. Asante.